Maliza mwendo, kichwa cha somo mchana wa leo. Maliza mwendo. Katika miaka ya 1990 wanazuoni wasomi wa Kiebrania waliobobea katika theolojia na elimu ya dini, wanafalsafa wa Kikristo, taifa la Kiyahudi, wapatao 13 waliazimia kusoma Biblia toka mwanzo hata Ufunuo. Kusudi lao ilikuwa ni waone vile Mungu alivyowaokoa watu na akawatuma kazini mwake, na jinsi walivyoendelea kwa kazi hiyo na walivyomaliza kazi hiyo. Walishangaa, walikuta Mungu amewahusisha watu wengi mno katika Biblia, wengi mno. Sio 1000 tu, wala sio 5000, ni zaidi ambao Mungu aliwaita. Wengine wameandikwa kwenye Biblia na wengine wameandika, Mungu amewatumia kuandika katika Biblia. Wengine hawakutumiwa kuandika katika Biblia, lakini huduma zao ziko ndani ya Biblia. Na wengine majina yao yametajwa, lakini hayajaandikwa mapana sana namna walivyofanya. Kwa hivyo waliposoma yote hayo, wakapunguza idadi ya hao walioitwa na Mungu na kupewa utume, wakabakiza watu 1000 pekee. Unaweza ukajiuliza kwa nini walibaki na 1000? Ni vizuri ujue katika lugha ya Kiebrania namba yao ya mwisho ni 1000. Hawana laki, hawana milioni, hawana bilioni wala trilioni. Lugha yao ya mwisho ni 1000. Ikizidi hapo ndio nasikia lugha inaandikwa 1000 mara 1000, 10,000 mara 10,000. Bahati mbaya usipoelewa unafanya mahesabu ili ujue malaika ni wangapi. Si hivyo unavyofikiri. Maana yake ni kwamba ni wengi, ni zaidi ya hesabu wanaoifahamu wao, zaidi ya tarakimu wanaoifahamu wao. Kwa hivyo wakabakiza 1000 pekee. Na ndio maana katika mipango mikakati ya kivita katika jeshi la Israeli ndani ya Biblia haikuwa inavuka 1000. Wanatembea na hiyo 1000. Ndio naona hata wanapoimba wale wanawake, Sauli ameua 1000 na Daudi ameua 10,000. Namba yao ya mwisho ni 1000. Kwa hiyo wakabaki na 1000 tu, idadi ya hao watu. Ndani ya hao 1000 walikuwemo waimbaji, walikuwemo wahubiri, walikuwemo mitume, walikuwemo manabii, walikuwemo makuhani, walikuwemo wafalme, walikuwemo wainjilisti, walikuwemo watu wa aina mbalimbali ambao Mungu aliwaita, wote katika 1000. Kwa hiyo wakawachunguza kuitwa kwao na jinsi walivyoitika, walivyoanza wito wao baada ya kuokolewa, walivyotembea na vile walivyomaliza mwendo katika huduma walioitiwa. Katika hao 1000 waligundua mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza walilogundua, wanasema waligundua ya kwamba uwepo wa Mungu na uwezo wake ndio ulikuwa siri ya kumaliza mwendo kwao. God's presence and his power, that was the secret to finish their race. Hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza walilogundua. Lakini jambo la pili walilogundua, waligundua ya kwamba Ukristo ni safari ya imani. Christianity is the journey of faith. Kwa lugha nyingine, ukikoma tu kuamini, safari inakoma. Hicho ndicho walichogundua. Wako ambao walipokoma kumwamini Mungu, hawakufika walikotazamiwa kufika. Jambo la tatu walilogundua,
waligundua ya kwamba wengi wa walioanza vizuri ni wachache wao walimaliza salama. Na msikiliza ndugu zangu wapendwa, mara nyingi kwa sababu ya muda sitazungumza moja hiyo ya pili, lakini nitazungumza hii ya tatu. Walianza vizuri lakini ni wachache walimaliza vizuri. Wengi hawakumaliza vizuri. Hawa wanazuoni wa Kiebrania 13 hawa wakawagawa hawa waliomaliza mwendo hawa katika makundi makubwa 4, na waliwagawa hivyo kulingana na walivyomaliza mwendo wao. Kundi la kwanza wakaita hawa walimaliza mwendo wakiwa wamekataliwa, disqualified. Hili ni kundi ambalo walishangaa. Na mimi ninaposhiriki nanyi, wako wengi katika kundi hili, lakini kwa sababu ya muda nitashiriki tu mtu mmoja ndani ya kundi hili. Yuko Dema, alikataliwa na alianza vizuri. Huyo ni Agano Jipya. Yuko Yuda Iskarioti, very powerful, talented person. Yuda Iskarioti hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mtu mwenye kuona, mwenye njozi, mwenye mipango mizuri mno, very strategic, powerful in mission. Na ngoja niwaambie ndugu zangu wapendwa, lakini alikataliwa. Si kwa sababu Mungu alimkataa, ila alikoma kuamini. Kundi hilo, yuko mwingine ambaye anatajwa katika kundi hilo, yuko Samsoni. Huyu Samsoni alikataliwa katika utumishi. Mwishoni alipotubu, mbingu zilimpokea, anasubiri kuokolewa, lakini katika utumishi, katika huduma yake alikataliwa. Na pengine ni kueleze hivi jambo la pekee, sio yeye pekee. Wako wengi katika kundi hili. Samsoni ndiye pekee ambaye alikuwa na nguvu kuliko wanadamu wa kawaida, kwa sababu Roho wa Mungu alimzawadia uwezo huo. Alikuwa anafanya kazi ya Mungu, lakini alishindwa kupambana na nafsi yake. Akifanya kazi ya Mungu, anapomzika Gesti, alipomzika Solek, alipomzika Gaza, alipomzika Timna. Washerati na Samsoni na washerati. Mungu alikuwa naye sana. Wakati mwingine alifungiwa katika makomeo katika miji ile ya Wafilisti, lakini usiku wa manane Mungu kwa rehema zake alimwamsha na akamrudishia nguvu. Akayachukua yale milango iliyokuwa inafunga zaidi ya watu 24, yeye peke yake, akayaweka begani, akatupa kule, akatoka. Lakini anatoka kwenye uasherati. Bado Mungu alikuwa naye. Alidhani huo mchezo utaendelea. Na Biblia inasema katika Waamuzi 16 mstari wa 20, alipoambiwa na Delila Wafilisti wanakujia Samsoni, akajinyosha, akadhani ni kama kawaida, ni kama kawa. Fungu linasema hakujua Mungu amemwacha. Tunaweza tukafanya kazi ya Mungu sana, na kwa sababu wengine tunapoona inasonga mbele licha ya dhambi nazoendelea nazo, ninadhani Mungu ataendelea kuruhusu hali hiyo. Kuna siku atatuacha. Alizaliwa awashinde Wafilisti, lakini alikufa mikononi mwa Wafilisti. Macho aliyoshindwa kuyatawala yalitobolewa kabla ya mengine yote. Samsoni pekee anakufa mikononi mwa Wafilisti. Ndio maana wakasema neema ya Mungu na uwepo wake. Katika dakika za mwisho Samsoni akatubu kwa dhati, lakini alishakataliwa kuwa tena katika utume. Ni kweli
yuko kwenye kitabu cha Ibrania, mashujaa wa imani, kwa sababu ya uwepo wa Mungu na neema yake dakika za mwisho. Mtu mwingine aliyo kwenye ile kundi waliokataliwa ni huyu, anaitwa mfalme wa kwanza wa Israeli, mfalme Sauli. Alikuwa mrefu, mtanashati, mwenye sura nzuri, na Biblia inasema ya kwamba alipoitwa, Mungu alimtumia Samueli nabii. Katika Samueli ya kwanza sura ya 10, soma mstari wa 6 na mstari wa 9. Hapo unaona alivyoanza utume wake. Na Samson naye alianza vizuri, na Sauli na yeye anaanza vizuri kwa kuitwa, na anaitika, lakini hakwenda mbali. Soma Samueli ya kwanza sura ya 10 na mstari wa 6, uruke usome mstari wa 9. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Itakujilia kwa nguvu. Nawe utatabiri pamoja nao. Utatabiri pamoja na wale wana wa manabii utakaokutana nao. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Msomaji wa Kigoma wengine, sisi tunatonga du. Si unajua sio ninyi ni wana ambao wajaja. Mungu alipomuita Sauli alimpatia Roho Mtakatifu. 1, 2, Biblia inasema utageuzwa uwe mtu mwingine. Mstari wa 9. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, walipoachana na Samueli, Mungu akambadilisha moyo. Naomba ukomee tu hapo. Alimwambia Samueli, Roho wa Mungu atakuwa juu yako, halafu utabadilishwa uwe mtu mwingine. Walipoachana akabadilishwa moyo. Kila mtu anayeitwa ni Mkristo, hatuhitaji kuulizwa una Roho Mtakatifu. Hilo sio swali lenye tija. Wale anaowaita Bwana anawapa Roho Mtakatifu. Yeye aminie jina lake anapewa Roho Mtakatifu. Mwanzo wa maisha yetu, hakuna anayeitikia madai ya Kalvari bila Roho Mtakatifu. Sauli ndivyo alivyoanza, lakini haikuchukua muda. Assignment yake aliyopewa, Mungu alimwambia Samueli, mwambie baada ya wiki moja tutakutana. Na safari hii ni kuthibitisha mbele ya mkutano wa Israeli kwamba wewe ni Masihi wa Bwana. Wakati wakiwa wanasubiri, hiyo ni sura ya 13, hatutaisoma. Na akiwa ameambiwa Samueli atakuja, wakasikia jeshi la Wafilisti linakuja. Waisraeli wakatetemeka, maana hakuwepo mtu yeyote aliyeruhusiwa kuwa na silaha, panga wala mkuki wala mshale wala hata shoka. Walihakikisha Wafilisti Waisraeli hawana uunzi, hawana kiwanda cha kutengeneza silaha. Na waliposikia Wafilisti wanakuja, mmoja mmoja anatawanyika, anakimbia, anatetemeka, anatoroka. Na Samueli hajaja. Sauli akaona kwa kuwa Samueli amechelewa, akasema mniletee hapo sadaka ili niombe rehema za Bwana kabla sijakutana na Wafilisti katika vita. Kumbuka, yeye si kuhani, yeye ni mfalme, na kazi yake si utoaji wa kafara, inafanywa na kuhani. Na kuhani wakati ule alikuwa ni Samueli, ambaye pia ni nabii. Lakini ili awashikilie majeshi wa Israeli, akaamua kuvuka mpaka, akajishurutisha kuwa kuhani. Na Biblia inasema alipokuwa akifanya hiyo kafara, Samueli akatokea. Kwa mara ya kwanza Sauli
alifanya kinyume na Mungu, kana kwamba sio ya mwisho, ndio ameanza hivyo. Katika sura ya 15 Mungu bado anavumilia kuwa naye. Akamwambia hivi, nilifanya ahadi na Israeli kwamba nitafuta Waamaleki chini ya jua, kwa sababu waliwapinga Israeli wakiwa njiani kutoka nchi ya Misri. Sauli, Bwana asema, chukua majeshi, nenda upigane na Waamaleki, uwa wanaume, uwa wanawake, uwa watoto, uwa wanyama, kila kitu uwa. Akachukua askari, Sauli kaenda vitani, ameua wengine wote hao. Akamwacha Agagi mfalme wa Waamaleki akiwa hai. Akaja na kondoo walionona na mbuzi walionona na kondoo na ng'ombe walionona. Wamekuja hivyo, Samueli akakutana naye. Akamwambia, Sauli, umefanya nini? Anasema, nimeitii sauti ya Bwana. Anamuuliza, mbona nasikia sauti ya kondoo, sauti ya mbuzi, sauti ya ng'ombe? Anasema, unajua, tuliona tuchague hawa wanyama walionona tuje tumletee Bwana dhabihu. Soma Samueli ya kwanza 15 na mstari wa 23. Samueli akamwambia, kwa hakika soma mstari wa 22 na 23. Samueli akamwambia hivi, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Hivi unalinganishaje utii na kafara? Kwani Mungu ana ajenda na kafara? Anachotaka ni utii. Angalia. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Utii ni bora kuliko sadaka, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni sawa, ni kama dhambi ya uchawi. Ni kama dhambi ya uchawi. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Ni kafiri na unyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Kwa sababu umeshindwa kuwa mtii. Mungu alikwambia nenda uwe, umelikataa hilo neno la Bwana. Yeye naye amekukataa usiwe mfalme. You are rejected of him. King Saul, umekataliwa na Bwana. Na msikize ndugu zangu, tunao washiriki na washirikina. Biblia inasema kutokutii ni ushirikina, ni sawa na dhambi ya uchawi. Watu wengi wanadhani uchawi ni wanaotembea na vituko huko. Waniwaambie, ikiwa hatuwezi kutii mbele za Bwana, ni wachawi, ni washirikina. Sauli, umekataliwa na Bwana. Soma mstari wa 34 na 35 sura hiyo hiyo. Na baada ya hayo Samueli akaenda zake kule Rama. Kaenda zake nyumbani kwake kule Rama. Naye Sauli akakwea kwenda nyumbani kwake huko Gibea. Akaenda nyumbani kwao kule Gibea. Wala Samueli hakuenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake. Ilikuwa ndiyo mwisho wa Samueli kuonana na Sauli mpaka kifo cha Samueli. Hakuonekana tena, kwa sababu anamwambia maonyo, amekataa. Na hapo katikati kuna vituko vya kutosha. Anamshambulia Daudi, amemfanya awe mkimbizi katika nchi yao, kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya ufalme. Na pia amefanya makubwa ya ajabu. Ameua makuhani. Ni mmoja tu aliyetoroka, Abiathari. Aliua makuhani wote 70. Kwa sababu tu Daudi alitokea pale akiomba chakula, na Doegi akamuona, akasema makuhani wanaonekana wako pamoja na Daudi. Kwa hiyo akawaua mbele ya macho kuhani mmoja baada ya mwingine. He cut off himself
from the means of communication. Amekataa mashauri ambayo Mungu amekuwa akisema kupitia kwa Samueli. Ameua makuhani, amemfanya Daudi kwa mkimbizi. Kwa hivyo amejiondoa kwenye network. Nini? Position, madaraka. Nini? Hofu kwa watu na maadui. Na kwa sababu ya mambo hayo kikombe kikaendelea. Samueli hakuonana naye tena. Lakini mstari wa 35 unasemaje? Wala Samueli hakuenda tena kuonana na Sauli. Hakuonana tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake. Lakini Samueli alikuwa akimlilia Sauli. Alikuwa anamuombea. Naye Bwana akaghairi ya kuwa amemtawaza Sauli awe mfalme juu ya Israeli. Samueli aliendelea kumuombea, lakini Samueli hakuonana naye tena. Katika mstari wa sura ya 16 Samueli anaendelea kumuombea. Soma mstari wa kwanza. Mungu akatoa kauli. Naomba usikilize alichokisema. Samueli ya kwanza 16 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samueli, kamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Usimlilie Sauli. Hata lini utaendelea? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli. Nilishamkataa asiwamiliki Israeli. Ijaze pembe yako mafuta. Chukua pembe, jaza mafuta, uende twende Bethlehem. Asante, komea tu hapa. Kuna kijana anaenda kumuita kwa ajili ya kazi hiyo ambaye ni Daudi. Achana na huyo, nimekwisha mkataa. Lakini nataka ujue ya kwamba alipoitwa alipewa Roho Mtakatifu, aligeuzwa, akabadilishwa moyo. Uasi hautokei tunapoitwa. Uasi unatokea mbele ya safari. Nirudie. Wengi wanaokutwa wakiwa si watifu sio waliobatizwa jana, sio ambao wana miezi michache ndani ya kanisa, wana miaka ndani ya kanisa. Hao huwa inafikia mahala wanabishana na Mungu, wanakuwa wenye hekima kuliko Mungu. Mwanzoni huwa wana hofu takatifu, baadaye wanazoea mbele za Bwana. Watafanya wanachokitaka, watazoea vitakatifu, kwa sababu wana miaka mingi ndani ya kanisa. Tena ukijaribu hivyo anasema wewe nenda pole, sisi tuna miaka mingi kwenye kanisa hili na umetukuta. Siku zote wapinzani, wakorofi, wabishi sio wa muda mfupi kanisani, ni wa siku nyingi. Hiyo ndio iliyomkuta Sauli. Na hatimaye wanaona kitu cha pekee kinachonishangaza. Katika ile sura ya 28 mstari ule wa 4, soma mstari wa 4 mpaka mstari wa 7. Dakika za mwisho Sauli anatapatapa. Samueli alishafariki na hana mawasiliano na Mungu, maana amekanusha mawaidha, mashauri ya nabii. Amewaua makuhani, yani amefyeka kila uzi wa communication. Amebaki yeye mwenyewe. Wafilisti wakapiga kambi. Nao Wafilisti wakakusanyika. Wakaenda kufanya kambi huko Shenum. Huko wakakaa. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote. Ndiyo. Nao wakapiga hema katika Gilboa, mlima wa Gilboa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa. Na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu. Hakujibiwa. Wala kwa ndoto. Wala kwa Urimu. Wala kwa manabii. 7. Silence. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni nani? Nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Unaona? Komea tu hapo. Hivi unawezaje kuzungumza na Mungu wakati umejiondoa kwenye network? Mungu hakujibu kwa ndoto, kwa Urimu, wala
kwa manabii. Kimya. Akasema sasa ninaenda kwa wapandishao pepo. Nilipokuwa nasoma nilikuwa namuonyesha hapo pastor, Sauli alikufa hana tumaini. Amekufa akiwa amejiua. He perished in that way. Na anasema kama angelikuwa anauliza kwa ajili ya kuokolewa kutoka dhambini, bado Mungu angemsikia. Lakini bahati mbaya alikuwa anamuuliza Mungu namna ya kutoka katika mikono ya Wafilisti, sio kutoka dhambini. Na wewe niwaambie ndugu zangu, kwa nini maombi yoyote yanayoombwa kwa ajili ya kutoka kwenye madhara ya kidunia Mungu hawezi kusikia? He was silent. Na ndio maana nikawa najiuliza kwa nini Biblia inaandika ya kwamba yule mwizi mmoja akamtukana Mungu akisema, wewe si Kristo, jiokoe na utuokoe na sisi. Nikawa najiuliza hivi tusi liko wapi hapo? Maana mwandishi anasema Luka 23 mstari 39 hadi 41, mmoja wa wale wanyang'anyi akamtukana Yesu akisema, jiokoe, maana wewe unaweza kujiokoa, tuokoe na sisi. Halafu Biblia anasema ilikuwa ni tusi. Ilinigharimu sana kujifunza kuelewa tusi liko wapi hapo. Maana ukiona ni kama anasema, maana ni unaona anaeleza uwezo wa Yesu. Wewe unaweza kushuka kutoka msalabani. Na unajua Yesu alikaa kimya, hakujibu chochote katika hayo matusi. Ila mmoja yule akasema, wewe umeogope hata Mungu? Sisi tuko hapa kama malipo halali ya maisha yetu. Huyu hakutenda alilostahili kuwa hapa. Biblia anasema alimkemea. Hayo maneno yalimkemea. Kisha akasema, Yesu nikumbuke katika ufalme wako utakapokuja. Mtu anapoomba, wewe Mungu na uwezo, ulifufua watu, tafadhali uniondoe kwenye hiki kitanda kwa ajili ya ugonjwa huu, ni matusi mbele za Mungu. Naomba msikize vizuri. When you pray, na msikize ndugu zangu wapendwa, hapa ndipo maneno yanayopishana. Yesu alikaa kimya msalabani, maana hayo ni matusi, na atakaa hivyo hivyo kwa mtu yeyote anayeomba aokolewe katika uzima wa sasa. Mbingu hazina time. Ndio maana kama mapafu yana saratani na unasema wewe ni mkuu, nataka nikutumikie, hebu rekebisha mapafu haya, ni matusi. Watu hawaombi msalaba, lakini wanaomba wasikutwe na matokeo ya maisha walioishi. Sio mpaka aondoe virusi vya ukimwi ili ijulikane yeye ni Mwokozi. God can save us and yet leave HIV/AIDS intact. Is able, anaweza kutuokoa na akaacha virusi vibaki kwenye mwili mpaka udongo kwa udongo, na bado ni Mungu. Wale wanampatia masharti ya kwamba ondoa virusi hivi, nataka nipe wana afya njema, nitumike, ni matusi. He kept quiet. Alikaa kimya Kalvari. Ni matusi. Mara nyingi hata mchungaji, mtu yeyote anadhani mbingu zinahangaika na hiyo hali iliyopo hapo. Hata wengine wafuga minyoo wanasikia wanasema, usipomponya basi hujaniita kwa kazi yako. Acha story za wafuga minyoo. We know very little. Mungu anaweza kutuokoa na asifix mapafu ulionayo. Ananiokoa na bado haya maisha haya asiingilie kati. Maana ni matokeo tu ya dunia yenye dhambi, ama ni matokeo ya maisha yangu ya uovu. Na Mungu ndio maana alimuokoa yule mwizi msalabani, lakini hajamshusha kutoka msalabani, na alikuwa na uwezo wa kutamka na ikawa. Na Mungu anataka tujue, Sauli aliomba ili aokolewe na mikono ya Wafilisti. Hakuomba atoke dhambini. Mungu hakumjibu kwa ndoto, kwa Urimu na kwa manabii.
hatua yake ya mwisho iliyowekewa muhuri wa kupotea, alipoenda kwa yule mchawi wa Endor. Hiyo kauzi kalikuwa kamebaki, karehema na neema ya Mungu kalikatika. Na ndio maana siku zote tunazungumza maneno haya, ushirikina utakata kamba. Na sio lazima ubaki huko, maisha yataenda. Lakini Sauli alikataliwa. Kinachonishangaza ni hivi, Sauli amekataliwa, Daudi ametiwa mafuta, yeye ndiye mfalme, lakini hajaruhusiwa kuingia ikulu kama mfalme. Ndiye anayewindwa kama mwavu, kama mwasi, na anawindwa na aliyekataliwa. Sauli amekaa pale ikulu tangu alipokataliwa na Mungu, sio chini ya miaka 15. Sio chini ya miaka 15. Yaani nikashangaa, Mungu anaweza kuruhusu mtu amekataliwa na yeye, lakini asimtoe katika uzee wa kanisa, asimtoe katika ushemasi, asimtoe katika uongozi wa idara, asimtoe katika uchungaji, asimtoe katika ukurugenzi, asimtoe katika president wa conference, wa union, wa general conference. Usibabaike, anajua timing. Wakati mwingine washiriki wanasema, namna gani hii jamani? Usipige kelele, kanisa hili haliongozwi na bahari, Mungu atajipigania mwenyewe. Watu wanafanya zinaa kwa cheo walicho nacho, wanavuruga na kuwatupa watu kwa wakimbizi kama kina Daudi. Ukiona unainuka, anaona kwako ni threat, wewe ni tishio, anataka akufyeke. Kama wewe ni mzee wa kanisa, wakutupilie mbali kwa sababu umesimama kwenye ukweli. Kama ni mchungaji, wakupeke wanakojua wao, wanakoita ni kwenye kona. Kila mmoja anafanya kwa sababu analinda cheo na nadhifa. Usibabaike, Mungu wangu na wakwako sio Baali. Keep quiet, God knows how to deal it. Usihangaike, usikatishe tamaa. Watafanya kampeni wawe viongozi, watafanya kampeni waendelee kuwa viongozi, kuanzia kanisa Maria mpaka general conference. Usibabaike, kuna Gilboa. Kama tuanguki kwa Calvary, tutakutana Gilboa. Kwa mimi wafanyaji kampeni ninawaenjoy kweli kweli. Karibu tunafanya uchaguzi, songeni tu, mtonge tu, kuna Gilboa. Kama ni sisi wachungaji tunawahamasisha washiriki na kuambia sasa session inakuja 2020, mtuoneone, tonga du, there is Gilboa, and God knows how to fight it. Kwa hiyo usijikate kamba, usipambane nao. Kanisa hili Mungu ameruhusu wakina Sauli, sio wote wakikataliwa wanatolewa kwenye nyadhifa zao, wengine Mungu anawaacha. Wewe toa sera, mwambie iki unachokifanya hatutaenda. Akijiona ana akili sana, kwa kuwa mimi ni mtu wa Mara, kwa hivyo wewe ni wa kwetu Mara, tuhakikishe safari hii unakaa. Kwa kuwa mimi ni mtu wa Shinyanga, ni Msukuma, kwa hiyo sasa nahakikisha Msukuma aende. Waangalie tu na kusema kuna Gilboa. 2 mountains, 2 hills. Kuna mlima wa Gilboa na kuna mlima wa Giligota. Kama hatuwezi kuanguka Kalvari, Goligota, tutaanguka Gilboa. Unaweza uchague wapi ukutane na mkono wake. Make your own decision. Kampeni zote na umaarufu wote na yote yanayofanyika yasikutitie shida. Na unajua Daudi aliyekubaliwa ndio anawindwa. Ngoja niwaambie, Mungu, sikiliza vile tabia inavyojaribiwa. Bado huyu anayemuwinda huyu Daudi anapewa nafasi ya kumaliza Sauli mara 2. Wale maskari wake wanamwambia Daudi, shughulika naye mtu huyu. Daudi anasema hapana, siwezi kunyosha mkono wangu kwa mti wa mafuta wa Bwana. Wale washiriki wanaopigana na wazee wa kanisa, wanaopigana na viongozi wa idara, wanaopigana na wachungaji, hata kama wamekosea, ni dalili pia hata wewe hauongozwi na Roho wa Mungu. Hauongozwi.
hivi karibuni kinachoendelea Temeke ni ushahidi hata wao hawana. Why fighting? Why? Hivi kabla hujazaliwa wewe, nani alikuwa anapigania kanisa hili? Utapotea kama mavi yako mwenyewe. Hili kanisa lina Mungu asiyesinzia, na atalifikisha salama wale watakaoendelea kuwa watifu kwake. Maliza mwendo. Ndani ya kipindi cha miaka 15 aliendelea kutoa oda kwa majeshi ya Israeli, wanaenda vitani, oda kwa jamii namna ya kuishi, lakini alishakataliwa. Hii inafanya nijikague, kwa sababu tawala, kwa sababu na ofisi nilizopewa, nafasi ya uongozi nilio nayo sio tija ya utakatifu. Bahati mbaya katika kanisa hili siku hizi utakatifu unahusanishwa na uongozi. When holiness is equated with spirituality, with position. Na ndio shida hiyo. Mtu akiwa ili kiongozi anaona hakuna haja, yeye ni mtakatifu, mawazo yake yametakaswa. Hatumii hata baraza la kanisa, hatumii hata halmashauri, akisema amesema. Kwamba ni mzee wa kanisa, kwamba ni mchungaji, akisema amesema. Kwamba ni mwenyekiti, kwamba ni wa union ama ni wa conference au division, hawezi kutumia kamata aliyo nayo, tafanya manuva. When holiness is equated with position. Sauli alitembea na huyo mzaa alikufa Gilboa. Na Mungu aturehemu. Wachungaji tulioko hapa na viongozi tulioko hapa, tusifikiri nafasi tulizopewa ni tija ya utakatifu. Dhambi ikikoma ndio utakatifu, sio position. Havina hiyo kitu, havina. Wakati fulani washiriki wanasema sijui Freemason, sijui Jesuit, wameingia paka GC. Umejua leo wewe? Umejuaje? Tuliza mpira, tonga na ndima ya Mungu. Piga kelele hapa hivi nini? Ili kanisa lina mwenyewe. Hata ukifa leo, kufa kwa amani, ukijua Bwana atasafirisha salama kanisa lake. Kwa hivyo safiri na yeye, usimuache. Hilo ni kundi la waliokataliwa. Finish their race disqualified.